kuingia maeneo haya kwa mara nyingine tena, ndio, ili tuweze kusemezana ndio, maneno ya Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ulimwengu, ndio, pamoja na wakazi wa eneo hili kabisa. Na hilo neno la Mwenyezi Mungu ndio ambayo huitwa kweli, ndio ambayo inayoitwa kweli. Kwa hivyo tumekuja na ujumbe wa kweli, ndio, tumekuja kusema ukweli, tumekuja kusema ukweli ambao Mwenyezi Mungu alikusudia ndio uwe ukisema katika ulimwengu tulioko kabisa. Mungu ambaye aliumba hii mbingu na nchi ndio ndiye ambaye tu alimuumba mwanadamu kabisa. Huyo Mungu ako, huyo Mungu bado ako, na ndiye ambaye anawatuma wajumbe wake ndio katika kila kona ya nchi kabisa, waweze kupeleka ujumbe wake aliyoagiza, ili watu waweze kufahamishwa mapenzi ya Mungu ni gani kabisa. Kwa hivyo hapa wakati ambao tutakuwa tukiongea, ndio, hatutaongea jambo lingine, ndio, acha kweli ya Mwenyezi Mungu. Ndio, huyo Mungu ndio baadaye amemtuma mwanae kabisa, ambaye ni Yesu. Ndio, na Yesu alipokuja hapa duniani, ndio, hata yeye pia alituma mitume, pia yeye alituma mitume kwamba waenda katika kona zote za dunia, ndio, katika ulimwengu wafanye watu wa mataifa ndio kuwa wanafunzi wake. Ndio, hivyo tu, ndio, hivi hata sisi tumetumwa hapa, ndivyo hata sisi tumetumwa hapa. Kwa hivyo hatujakuja kuongea maneno yetu kabisa, tumekuja kuongea maneno ya Mwenyezi Mungu, maneno ya Mwenyezi Mungu jinsi ambavyo alivyosema. Kwa hivyo jambo la kwanza ni kufahamishe, ndio, sisi si wa dini yoyote, sisi si wa dini yoyote, na hata wakati tunapoongea ukweli, ndio, hatuongeai kwa sababu sisi ni wa dini yoyote. Ndio, tumekuja kumwongea yule Mungu ambaye ndio aliumba mbingu na nchi, aliyeumba mbingu na nchi. Huyo Mungu ambaye ndio alimuumba kila mwanadamu, ndio, tumbo ikiwa upande wa mbele, tumbo ikiwa upande wa mbele. Na ni maajabu ati uone mwanadamu tumbo yake iko hapa kwa mgongo, ikiwa hapa kwa mgongo. Kwa hivyo huyo Mungu aliyeumba kila mwanadamu, ndio, tumbo ikiwa upande wa mbele kabisa, ndiye tumekuja kumuongea kuhusu neno lake kabisa. Yule Mungu ambaye ndio anafanyaga watu wapate amani, ndio, huyo Mungu ndiye tumekuja kumuongea. Hebu sikiliza, ndio, kwa sababu mara nyingi wakati kweli imekuwa ikiongewa ya Mwenyezi Mungu, ndio, watu wamekuwa wakiipinga, ndio, watu wamekuwa wakikataa, ndio, na hata Mwenyezi Mungu alipotuma manabii, ndio, akatuma manabii wapole, akatuma manabii wapole waje kushuhudia watu kuhusu neno lake kabisa. Watu waliua hawa manabii, watu waliua hawa manabii, na hata ujumbe ambao tumekuja kuongea hapa, ndio, ulifanya pia mitume wa Yesu wakauawa kabisa. Kwa hivyo usifikiri ambaye aliwaua ndio ni mtu ambaye ni mlevi, hapana. Usifikiri ambaye aliwaua ndio ni mtu atiwa bangi, hapana. Usifikiri ambaye aliwaua ndio ni mtu ambaye hasemagi ati anamwamini Mungu, hapana. Lakini watu wa dini ndio waliokuwa wakipinga kabisa neno la Mwenyezi Mungu ndio ambao waliwaua manabii wa kweli kabisa. Kwa hivyo inawezekana, ndio, hata wakati tunaongea hapa, ndio, mara nyingi utaona watu pengine wakizusha, ndio, lakini hiyo haitazuilia ndio neno la Mwenyezi Mungu na Injili ya Yesu mwana wa Mungu ikose kutangazwa jinsi ambavyo ilivyo, watu waweze kuelezwa kama jinsi ilivyo kabisa, kwa sababu wakati umefika, Yesu mwana wa Mungu, watu waweze kufahamishwa kabisa alifundishaje na alipendaje. Ndio, hebu sikiliza, soma, hebu tufungue hii Biblia. Tutatumia hii Biblia pia kusoma, kwa sababu ndani ya Biblia ndiko kuna neno la Mwenyezi Mungu, lakini pia ndani ya Biblia kuna maneno ya mwanadamu na kuna maneno nyingi imeongewa, na sio mara yetu ya kwanza kusimama hapa kabisa. Hivyo si mara yetu ya kwanza kuongea katika ama kupeleka ujumbe. Ndio, huwa tunasimama maeneo nyingi kabisa katika Kenya tulioko kabisa. Hebu nisomee kitabu ya Mathayo 28
anza mstari wa 18. Wakati ambapo Yesu alipokuwa akitumana, alituma watu waende waeneze nini? Kwa sababu kile ambacho Yesu alitumana kikaenezwe, ndicho ambacho tutakisema hapa, vile ambavyo Yesu alisema. Soma tusikie. Mathayo 28 mstari wake wa 19 inasema hivi. Mathayo 28 anza mstari wa 18. 18 inasema hivi. Inasemaje? Yesu akaja kwao. Yesu akaja kwa wale mitume. Akasema nao. Yesu akasema na wao. Akawaambia. Yesu akasemaje? Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Sasa haya mamlaka ambayo Yesu alipewa na Mungu, ndio, na Yesu ndiye neno la Mungu kabisa, na ndiye njia, na ndiye kweli, na ndiye uzima kabisa. Haya mamlaka ambayo alikabidhiwa na Mungu ndio tumesimama nayo hapa kabisa. Haya mamlaka ambayo Yesu alipeana. Haya mamlaka ambayo Yesu Soma kile kimeandikwa msomaji. Nasema hivi, Mathayo 28 mstari wa 18. Yesu akaja kwao. Safi. Akasema nao. Ndio. Akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Yesu amepewa mamlaka yote mbinguni na wapi? Na duniani. Haya mamlaka ambayo Yesu amepewa ndio tumesimama nayo hapa. Ndio. Hivyo sisi hatujasimama hapa kwa sababu sisi ni wa kanisa fulani. Hapana. Alafu tukuapie sisi hata hatuendagi kanisa. Hatuendagi kanisa sisi. Kwa hivyo hatujakuja hapa tuongee alafu tukuapie kuwa mshirika wetu. Hapana. Wala sisi sio Waislamu kabisa. Hatufikiria kwamba baadaye tutakwambia tufuata sisi Waislamu. Hapana. Na sisi sio kikundi yoyote ama mila yoyote kabisa. Sisi ni wajumbe tu wa Mwenyezi Mungu. Ndio. Kuja kukuambia kile Mungu anataka na vile Yesu naye alishuhudia. Yule Mungu ambaye amepea wanadamu wote uhai kabisa. Wote. Ndio. Na hakuna mwenye amenyima uhai kabisa. Awe ni Muislamu, awe ni Mkristo kabisa, awe ni watamaduni ama mila yote, ndio huyo Mungu ndiye tumekuja kuongea kumuhusu, mwenye anapeana uhai kabisa. Hebu sikiliza. Na huyo Mungu si wa dini fulani, si wa dini fulani ama wa dhehebu fulani. Endelea kusoma tusikie. Yesu haya mamlaka, baada ya kupewa mamlaka Yesu akatumana kwenda kuenezwe nini? Soma tusikie. Basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Yesu akasema kuenendo katika mataifa, watu wote wafanywe kuwa wanafunzi. Kwa hivyo Yesu alitaka watu wafanywe kuwa wanafunzi wa nani? Wa Yesu. Kwa hivyo Yesu alitaka wote wawe wanafunzi wa Yesu. Kwa hivyo wote wanapaswa kuwa wafuasi wa Yesu, mwana wa Mungu kabisa. Hebu sikiliza. Ndio. Kwa hivyo wakati tutakuwa tukiongea hapa, ndio, hatutakufanya mfuasi wetu kabisa. Hatutakufanya mshirika wetu. Hapana. Kila tutakiongea hapa ndio, na ambacho ndicho Yesu alifundisha, ndio, na Mungu alikiongea kabisa, ndicho ambacho wewe unapaswa kufuata. Ukiwa unafuata hicho, sisi wachane na sisi. Ukiwa penye uko kabisa, ukiwa kwa wakazi, ukiwa kwako nyumbani, ndio, uwe mfuasi wa Yesu. Uwe mfuasi wa Yesu, si wa mtu. Uwe mfuasi wa neno la Mungu. Endelea kusoma. Nasema hivi. Safi. Basi, nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Safi. Mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana. Safi. Na Roho Mtakatifu. Na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Rudia. Na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Rudia. Na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Hivyo Yesu alisema kufundishwa yote. Ndio. Ambaye aliyoamuru. Kwa hivyo kile Yesu aliamuru ni chenye alifundisha, ndicho aliamuru kabisa. Kenye Yesu aliamuru, ndio chenye alifundisha, ndicho alisema kienda kifundishwe. Kwa hivyo kile Yesu alifundisha, ndio ndicho tu bado hata sisi tutakisema. Hivyo sisi hatujakuja hapa kwa sababu ya kitu yoyote kutoka kwa mtu. Hapana. Tunasemaga hivyo kabla hatujaanza. Ndio. Kwa hivyo ukiona mtu akizunguka na hapo na kikapu, ati azunguke hapo na kikapu, alikwambia kisimame na kazi ya Mungu, ati niko pamoja na wale wanaongea pale, huyo mfanyieni jinsi ambavyo mnavyofanyia mkipata wakora. Huyo ni mwizi.
hatujamtuma. Mchangamkieni. Sisi hatuhitaji kitu yoyote Ndio. kutoka kwa mfuko yako. Ndio. Sisi hatuhitaji kitu yoyote Ndio. kutoka kwako. Ndio. Wacha tu Sikio lako. Na si ati tuende nayo. Hapana. Tutakuachia. Si ati tukate na kisu. Ni ya kutusikiliza. Ndio. Hebu sikiliza. Kitu kingine tutahitaji kutoka kwako. Ndio. Ni mdomo yako. Na tutaenda nayo. Hapana. Tutakuachia mdomo yako. Na hiyo mdomo ni kwa sababu ya kuuliza swali. Sisi tunauliza maswali. Ndio. Kwa hivyo kama utakuwa na swali, ndio, ungependa kutuuliza, ndio, utakaribia hapa, upatie mic, utapewa hii microphone. Kabisa. Utauliza swali yako, ndio, na sisi tutakujibu, ndio, kulingana na ile neno Mungu aliongea, ndio, na kile Yesu alishuhudia, na kile Yesu ambacho alishuhudia. Na sisi tunauliza swali yene. Kabisa. Usiogope kutuuliza swali. Kwa sababu sisi tumeleta ujumbe wa kweli. Ndio. Na ukisikia tumeleta kweli, ndio, hebu tusomee tusikia hiyo kweli ni nini, ambayo ndio tutakayoiongea ujumbe huo wa kweli. Kitabu ya Zaburi 119:142. Soma tusikie. Kwa hivyo kama inasema hivi, soma tusikie. Inasema hivi, safi. Haki yako ni haki ya milele. Haki ya Mungu ni haki ya milele. Haki yako ni haki ya milele. Tunasoma Zaburi 119:142. Inasemaje? Haki ya Mungu ni haki ya milele. Ni haki ya milele. Na sheria yako ni kweli. Na sheria ya Mungu ni nini? Ni kweli. Kwa hivyo hiyo sheria ya Mungu ndio nini? Ndio kweli. Kwa hivyo wakati yenye unasikia tumesema ndio, tumekuja kuongea ujumbe wa kweli. Ndio. Nikukuambia, tunakuambia tumekuja kuongea ujumbe wa sheria. Na hiyo sheria kabisa ndio neno la Mwenyezi Mungu. Kabisa. Ndio neno la nani? La Mwenyezi Mungu. Sheria ni hiyo ambayo unasikia maagizo ya Mungu. Yenye Mungu amesema fanyaga hivi, usifanye hivi. Ndio. Fanya hivi, usifanye hivi. Kabisa. Hicho ndicho tumekuja kusema kenye Mungu alisema mwanadamu akifanyange. Ndio inaitwa sheria ya Mungu. Kabisa. Hebu sikiliza. Na ndio kweli. Ndio. Na ndio neno la Mungu. Na neno la Mungu ndio Yesu. Ndio. Neno la Mungu ndio nini? Yesu. Wacha, kwa sababu Yesu mwenyewe alisema yeye ndiye hiyo kweli. Nisomee kitabu ya Yohana, Injili ya Yohana 14:6. Wakati Yesu alipokuja hapa duniani, alisema yeye mwenyewe ndiye hiyo neno. Yeye mwenyewe ndiye hiyo neno la Mungu. Ndiye hiyo kweli ya Mungu. Kwa sababu kweli ya Mungu ndio neno lake na ndio sheria. Yesu alisema yeye mwenyewe ndio hiyo kweli. Soma tusikie msemaji. Injili ya Yohana 14:6. Safi. Yesu akawaambia, mimi ndimi njia. Yesu akasema mimi ndimi njia na kweli na uzima. Na tumesoma Zaburi 119:142. Ndio. Ikasema kweli ni sheria. Na Yesu anarudia katika Injili ya Yohana 14:6, anasema yeye ndiye kweli. Kwa sababu Yesu ndiye neno la Mungu. Kabisa. Na hilo neno la Mungu ndio sheria. Ndio. Kwa sababu Jesus is the word. Jesus is the word. Kabisa. The word of God. Kabisa. Ama Yeshua, he is the word ya Mungu. Kabisa. Na neno la Mungu ndio sheria. Hebu sikiliza. Kwa hivyo wakati tunataja hapa ndio neno la Mungu, tunataja Yesu. Kabisa. Hebu sikiliza. Kwa sababu Yesu mwenyewe amesema yeye ndiye hiyo njia, kweli na uzima. Haya mambo matatu ambayo Yesu alitaja, ndio wacha tujue ndio nini. Si Yesu nikutaja ametaja? Ndio. Akasema mimi ndimi njia. Ndio. Unajua Yesu si njia kama hii yenye iko hapa. Sio njia kama hii. Akona Kenya anamaanisha. Wacha tujue hiyo njia ndio nini. Yenye Yesu anasema yeye mwenyewe ni hiyo njia. Isomea kitabu ya Mithali
6 mstari wa 23. Njia ni nini ambayo Yesu amesema mimi ndimi hiyo njia? Mithali 6 mstari wa 23. Nasema hivi. Inasemaje? Mithali 6 mstari wake wa 23. Maana maagizo hayo ni taa. Maagizo ya Mungu ni taa, na sheria hiyo ni nuru. Na sheria ya Mungu ni nuru, na maonyo ya kumwadilisha mtu ni njia ya uzima. Kwa hivyo maonyo ya kumwadilisha mtu ndio nini? Narudia tena, inasema hivi. Soma tusikie. Maana maagizo hayo ni taa. Maagizo ya Mungu ni taa, na sheria hiyo ni nuru. Na sheria ya Mungu ni nuru, na maonyo ya kumwadilisha mtu ni njia ya uzima. Na maonyo ya nini? Ya kumwadilisha mtu ni njia ya uzima. Njia ya uzima ni maonyo ya kumwadilisha mtu. Na Yesu amesema yeye ndiye hiyo njia. Kumbe Yesu ndiye hayo maonyo ya Mungu. Ndio. Kwa sababu Yesu ndiye neno la Mungu. Ndio. Jesus is the word of God. Na neno la Mungu ndio maonyo. Ndio do's and don't. Fanya usifanye. Ndio sheria ya Mungu. Ndio sheria ya Mungu. Jambo lingine Yesu amesema, amesema yeye ni kweli. Ndio. Rudia tena hiyo andiko ya neno la kweli ni nini? Kwa sababu Yesu yeye amesema ni kweli. Aje, kweli ni nini? Nasema hivi, Zaburi 119:142. Inasemaje? Haki yako ni haki ya milele. Haki ya Mungu ni haki ya milele. Na sheria yako ni kweli. Na sheria ya Mungu ni nini? Ni kweli. Na Yesu amesema mimi ndimi kweli. Na sheria ndio kweli. Na sheria ndio neno la Mungu. Kisha baadaye amesema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Uzima ndio nini? Yesu amesema yeye mwenyewe ni yeye uzima. Zaburi 119 mstari wa 144. Soma tusikie. Zaburi 119 mstari wa 144. Mstari wa 144 nasema hivi. Aje? Haki ya shuhuda zako ni ya milele. Haki ya shuhuda za Mwenyezi Mungu ni ya milele. Unifahamishe nami nitaishi. Na huo ndio uzima. Kumbe shuhuda za Mungu ndio uzima. Na Yesu amesema yeye ndiye uzima. Kumbe Yesu ndiye hiyo shuhuda za Mwenyezi Mungu. Kabisa. Hebu sikiliza. Wakati ambapo umesikiliza na kutenda shuhuda za Mungu, ndio hiyo ndio inaitwa uzima. Ndio. Unapata uzima. Kwa hivyo tunapokuwa tukiongea hapa, ndio tutaongea maneno mawili. Ndio. Ambayo Mwenyezi Mungu amesema, ndio wajumbe wake waende kwa mambo haya mawili. Ndio sheria ya Mungu tutaisema. Ndio. Na tutasema kuhusu shuhuda. Na shuhuda ni shuhuda za Yesu. Kwenye manabii walikiongea na kwenye Yesu alifundisha. Kabisa. Ndio inaitwa ushuhuda. Ndio. Isaia 8 mstari wa 20. Nasema hivi. Inasemaje? Na waende kwa sheria na ushuhuda. Mungu alisema wajumbe wake wa kweli waende kwa sheria na nini? Na ushuhuda. Ikiwa asemi sawasawa neno hili, bila shaka kwa hao hapana asubuhi. Kwa hivyo kama hawataongea neno la sheria kabisa na neno la shuhuda, ndio injili ya Yesu, ndio Kenya Yesu alifundisha, ndio sio wa kweli. Hiyo ndio kusema hapana asubuhi. Tuko pamoja kabisa. Rudia tena. Na waende kwa sheria na ushuhuda. Safi. Ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwa hao hapana asubuhi. Kwa hivyo lazima tuzingatie kusema sheria ya Mungu na injili ndio ushuhuda wa Yesu. Na shetani huwa anapigana na hao ambao wanashikaga haya mambo mawili. Nisomea kitabu ya Ufunuo 12, soma mstari wa 17. Shetani ambaye ndiye joka
Shetani ambaye ndiye joka ama nyoka katika maneno ya kiunabii huwa anapigana na wenye wanashikanga hilo neno la Mungu, ndio sheria ama ndio amri za Mungu, na wanashika ushuhuda wa Yesu. Soma tusikie. Ufunuo Yohana 12 mstari wake wa 17 inasema hivi. Ndio. Joka akamkasirikia yule mwanamke. Joka ni shetani. Shetani akakasirikia neno la Mungu. Endelea kusoma. Akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia. Akaenda akafanye vita juu ya wazao waliobakia wa neno la Mungu, wenye wamebaki wakishika neno la Mungu. Shetani akaja kupigana na wao. Wanashika hilo neno la Mungu ndio nini? Soma. Wanashika amri za Mungu, wanashika amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Mambo ngapi? Mawili. Wanashika amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Hao ndio shetani huwa anapigana na wao kabisa. Wenye wanashika amri za Mungu na ushuhuda wa Yesu. Na ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Kile manabii walikuwa wakiongea, walikuwa wanamshuhudia Yesu. Ndio. Sawa sawa kabisa. Kwa hivyo hiyo ndio inaitwa ushuhuda wa Yesu kabisa. Ni the testimony Kenya Yesu alifundisha, ndio injili ya Yesu. Ufunuo wa Yohana 14 mstari wa 12. Lazima uwe umeshika haya mambo mawili ili wewe Mungu anakuita mtakatifu. Walio watakatifu ni akina nani? Wanakaaje? Revelation chapter 14 verse 12. Inasema hivi. Inasemaje? Hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Watakatifu wanakaaje? Wanafanyagaje? Hawa wanashika amri za Mungu, wanashika amri za Mungu na imani ya Yesu. Na wako na imani ya nani? Ya Yesu. Mambo ngapi? Mawili. Watakatifu ni wale ambao wanashika amri za Mungu na wako na imani ya Yesu. Na imani ya Yesu ni Kenya Yesu alifundisha. Ndio ushuhuda wa ndio ushuhuda wa Yesu. Ndio injili ya ndio injili ya Yesu. Kwa hivyo watakatifu ndio huwa wanashika amri za Mungu ndio plus injili ya Yesu. Hebu sikiliza. Kwa hivyo haya mambo mawili ndio tutazingatia wakati tutakuwa hapa kabisa. Tukuambie kama wewe ndio unasikia ukweli ukiongewa, ndio unasikia ni kama matusi, unasikia kama unatukanwa, ni kama unadhihakiwa, wakati ambapo kweli inapoongewa kama unasikiaga hivyo kabisa. Tukuambie kwamba sisi tutakutusi kwa sababu lazima tuseme ukweli. Kama unasikia kama ni matusi, kama anayesikia ni kama matusi, wakati kweli inaongewa unasikia kama kuna tukanwa kabisa, unasikia kama unadhihakiwa, ndio kuwa tayari tunakutusi, kwa sababu lazima tuseme ukweli, hatuwezi kujizuilia kabisa, kama jinsi ambavyo ilivyo. Hebu sikiliza. Na hiyo kweli tunayoisema ya Mungu ndio inawezekana haiko kwa kanisa yenu kabisa, haiko kwa msikiti wenu kabisa, haiko kwa kikundi yenu kabisa. Na sasa kwa sababu ya hiyo ndio, na ni kweli ya Mungu ndio, hatuna otherwise kuisema, hatuna lingine isipokuwa tuiseme. Hebu sikiliza. Wakati ambapo hata Yeremia kabisa alipokuwa akija kushuhudia watu, ndio alipokuwa akija kushuhudia watu sheria ya Mwenyezi Mungu ambayo ndio neno la Mungu, watu walisikia kana kwamba wanatukanwa. Yeremia 6 mstari wa 10. Hebu sikiliza tusome. Nasema hivi. Hiyo jambo ijaanza leo. Kutoka kitambo, wakati watu wanaambiwa kweli, wanatajiwa sheria ya Mungu, fanya usifanye, do's and don't, wanasikia kama wanatukanwa kabisa. Soma tusikie. Nasema hivi. Niseme na nani na kushuhudia? Yeremia ambaye alikuwa nabii katika zama zake aliuliza, niseme na nani na kushuhudia? Wapate kusikia, ili watu wapate kusikia. Tazama, sikio lao halikutahiriwa, wala hawawezi kusikiliza, Tazama, safi,
Neno la Bwana limekuwa matukano kwao. Rudia. Tazama, neno la Bwana limekuwa matukano kwao. Rudia. Tazama, neno la Mungu limekuwa matukano kwao. Rudia. Tazama, neno la Mungu limekuwa matukano kwao. Kwa hivyo inawezekana neno la Mungu kama hujakaa vile inasema, na neno la Mungu ni sheria, inawezekana ukasikia kama unatusiwa. Na tunasikia kwamba linakuwa matukano kwa watu. Hawalifurahii. Hawafanyi nini? Hawalifurahii. Lakini hicho ndicho Mungu alikuwa akitaka kabisa, kwamba watu waweze kutangaziwa kuhusu hiyo sheria yake, amri zake, ndio wazijue, ili wafanyage mapenzi ya Mungu kabisa, ambayo ni kufanya kinye aliagiza. Isaia 58, Isaia 58 anza mstari wa kwanza. Isaia 58 anza mstari wa kwanza. Na ndio maana tutapaza hii sauti. Mungu amesema tusinyamaze, tupige kelele. Hebu soma hiyo kitabu tusikie. Mungu ameagiza wajumbe wake wasinyamaze, wapige kelele, wapaze sauti kama tarumbeta, wawahubirie watu makosa yao. Kwa hivyo unapaswa kuhubiria watu makosa yenye wamemwasi Mungu nayo kabisa, ili wajue tumeasi Mungu hivi, waanze kutenda iliyo ya kweli. Soma tusikie. Nasema hivi. Safi. Piga kelele. Piga kelele. Usiache. Usiache. Paza sauti yako kama tarumbeta. Paza sauti yako kama tarumbeta. Wahubiri watu wangu kosa lao. Ati tufanyeje? Wahubiri watu wangu kosa lao. Tuwahubiri watu wa Mungu kosa lao, na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Kwa hivyo tunapaswa kuhubiria watu makosa yao. Unapaswa kuja kuambia watu mumeasi Mungu hivi na hapa, ili wajue ni wapi tumepotea, wamrejelee Mwenyezi Mungu. Lakini Mwenyezi Mungu ni wa haki. Ndio. Kama ukiona dhambi yako na kugeuka, ndio, na kuanza kutenda yaliyo halali na ya kweli kabisa, na kushika amri zake, ndio, utaishi milele. Nisomee kitabu ya Ezekieli. Ezekieli 18 mstari wa 21. Mtu ambaye ni muovu, mpenda mabaya, akiona yenye huwa anaasi Mungu nayo, ageuke, aanze kutenda yaliyo halali na ya kweli, Mungu anasema hata kufa ataishi. Soma tusikie. Nasema hivi. Safi. Lakini mtu mbaya akigairi na kuacha dhambi zake zote alizozitenda, na aache dhambi zake. Aache nini? Dhambi zake zote alizozitenda. Na kuzishika amri zangu zote. Naanze kushika amri za Mungu zote. Na kutenda yaliyo halali. Naanze kutenda yaliyo halali na ya haki. Hakika ataishi. Huyo mtu ataishi hata kufa. Hiyo ndio inaitwa uzima wa milele. Tumesoma Ezekieli 18 mstari wa 21. Mwenye atageuka na aanze kutenda yaliyo halali, aanze kushika amri za Mwenyezi Mungu, aache dhambi. Dhambi ni nini? Hiyo ambayo Mungu anasema mtu anapaswa kuacha. Dhambi ni nini? Nisomea kitabu ya waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari wa 4. Dhambi ni nini ambayo mtu anapaswa kuiacha? Kwa sababu tunaweza sema, mtu anasema watu wanaambiwa waache dhambi, na Mungu ndiye anasema dhambi hiyo unaacha ndio nini? 1 John chapter 3 verse 4. Soma tusikie. Nasema hivi. Aje? Kila atendaye dhambi afanye uasi. Afanya nini? Afanye uasi. Soma tusikie. Kila atendaye dhambi afanye uasi. Safi. Kwa kuwa dhambi ni uasi. Kwa kuwa dhambi ni uasi. Hebu sikiliza. Uasi wa nini? Soma tusikie.
Narudia tena nasema hivi. Kila atendaye dhambi afanya uasi. Kwa kuwa dhambi ni uasi wa sheria. Dhambi ni uasi wa nini? Wa sheria. Kwa hivyo ili mtu ajue dhambi lazima umwambie sheria ya Mungu imesema. Na tumekuja na amani ambayo Yesu alisema tukiingia pale popote kama hapa tumeingia. Kwanza tuseme amani. Luka 10:5. Tumeleta amani ambayo inapatikanaga kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya watu kutii amri zake. Soma tusikie. Luka 10:5. Luka 10:5 nasema hivi. Inasemaje? Na nyumba yote mtakayoingia semeni kwanza. Yesu alisema popote ama nyumba yoyote tutakayoingia semeni kwanza. Tuseme kwanza amani iwemo nyumbani humu. Kwa hivyo amani iwe pamoja na yote ambaye anasikia hiyo sauti na mkaaji wa eneo hili. Amani iwe pamoja na wakazi wa eneo hili. Na sikiliza. Na tunala ati haraka tena wakati tunapoongea. Na tulikuambia kama utakuwa na swali usikae na hapo kama utakuwa na swali usikae na hapo. Hapana. Kuja uliza swali yako utapewa microphone. Kama utakuwa na kitu unataka kusema utapewa microphone ukiseme. Tunakubalia uhuru wa dhamiri kabisa. Tunakubalia uhuru wa nini? Wa dhamira. Msomaji? Nisomee kitabu ya Injili ya Yohana 14:15. Yesu alisema ukimpenda utafanya nini kama unapenda Yesu? Waraka wa kwanza wa Yohana 14:15. Soma tusikie. Nasema hivi. Ndio. Mkinipenda utashika amri zangu. Mtashika nini? Amri zangu. Hivyo Yesu alisema kama unampenda utashika nini? Amri zake. Kwa hivyo kupenda Yesu ni kushika nini? Amri. Hebu sikiliza. Amri ambazo Yesu alifundisha, alisema watakao ingia katika uzima wa milele ni wagani? Mathayo 7:21. Soma tusikie. Mathayo 7:21. Ndio. Nasema hivi. Inasemaje? Mathayo 7:21. Watakao ingia katika ufalme wa Mungu, ufalme wa mbinguni. Yesu alisema ni wagani? Soma tusikie. Mathayo 7:21. Inasema hivi. Inasemaje? Giza imekuwa mingi. Inasema hivi. Si kila mtu niambiaye. Si kila mtu niambiaye Bwana. Yesu akasema sio kila mtu amwambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni. Atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Yesu akasema mwenye ataingia katika ufalme wa mbinguni ni mwenye anafanyaga mapenzi ya baba yake Yesu. Ni mwenye anafanyaga mapenzi ya Mungu. Na Mungu mapenzi yake ni ushike amri zake. Ndio. Hiyo ndio mapenzi ya Mungu kabisa. Ushike sheria yake. Hebu sikiliza. Kinye kinafanyaga watu waombe. Ndio. Na unaomba maombi yako unashindwa kwa nini Mungu huwaga anijibu? Ni kwa sababu unaombaga maombi ukiwa muasi wa sheria. Maombi ya mtu ambaye huwa anaasi sheria ya Mungu, Mungu huwaga hayashiki. Hebu nisomea kitabu ya Mithali 28:9. Usikie maombi ya mtu kama huyu, Mungu hasikiagi. Soma. Yeye aligeuza sikio lake, Mungu, yani tunasoma kitabu ya Mithali 28:9. Inasemaje? Yeye aligeuza sikio lake asisikie sheria. Yeye aligeuzaye sikio lake
asisikie sheria, hata sala yake ni chukizo. Hata sala yake ni chukizo kwa nani? Kwake. Hata sala yake ni chukizo kwa nani? Soma andiko msomaji. Inasema hivi. Methali 28 mstari wake wa 9. Soma. Yeye aligeuza sikio lake asisikie sheria, hata sala yake ni chukizo. Hata sala ni maombi, hata maombi yake ni chukizo kwa nini? Kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hivyo yeye ageuza sikio lake asisikie sheria, hata sala yake ni chukizo kwa Mungu. Na Yesu amesema kama unampenda utashika nini? Utashika amri zake. Nako kupenda Mungu ni aje? Kwa sababu lazima tufundishe kupenda Mungu ni aje. Waraka wa kwanza wa Yohana 5 mstari wa 3. Kupenda Mungu ni aje? Kwa sababu huko kupenda Mungu ndiko tunapaswa kukufundisha ama kukuongea ili ujue Mungu anatakaga hivi na hivi na hivi na hivi. Na Mungu anachukia hii na hii na hii. Soma tusikie. Waraka wa kwanza wa Yohana 5 mstari wa 3. Changamka msomaji, kwa sababu tuko na muda mchache hapa. Inasema hivi. Inasemaje? 5 mstari wake wa 3. Ndio. Kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu. Kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu, kwamba tuzishike amri zake. Rudia. Kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu. Kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu, kwamba tuzishike amri zake. Kwamba tuzishike nini? Amri zake. Kwa hivyo kupenda Mungu ni kushika amri zake. Na kama tunafundisha kuhusu kupenda Mungu, tunapaswa kufundisha amri za Mungu. Na amri za Mungu ndio sheria ya Mungu. Rudia. Kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu. Safi. Kwamba tuzishike amri zake. Wala amri zake si nzito. Wala amri za Mungu sio nzito. Unajua kupenda amri za Mungu ndio, na kuvunja amri za Mungu ndio. Kuvunja amri za Mungu, sheria ya Mungu ndio nzito kabisa, si kuzitenda. Ndio. Na ili ujue kuvunja amri za Mungu ndiko kuzito, si kutenda. Ndio. Wewe wakati tulikuwa tunakuja hapa na wewe, ndio, kuna mtu umeua? Hapana. Wewe ulikuwa kuzini? Hapana. Wewe umekosa kuheshimu baba na mama yako? Hapana. Kuna mtu umeshuhudia uongo? Hapana. Sasa kama umetenda hayo ndio na mengine ndio, ungumu uko wapi? Kuna kitu umeiba ya wenyewe? Hapana. Sasa kama hujaiba, hiyo ndio kutimiza amri za Mungu kabisa. Hebu sikiliza. Kwa hivyo ukiona mtu ambaye ni mwizi, hampendi Mungu na anapaswa kuacha wizi kabisa. Ukiona mtu ambaye huwa anazini, ndio, anachukua mabwana za wenyewe, ndio, na mabibi za wenyewe, ndio, hapendi nani? Hampendi Mungu na anapaswa kuacha uzinifu. Ukiona mtu ambaye aheshimu baba na mama yake kabisa, awaheshimu, hampendi nani? Hampendi Mungu na anapaswa kuanza kuheshimu baba na mama yake. Ukiona mtu ambaye anajitengenezea sanamu ya kuchonga, ndio, na huwa anaisujudia, ndio, ni vile hapendi Mungu kabisa. Kwa sababu kupenda Mungu ndio ni kushika amri zake. Na Mungu amesema usijitengenezee sanamu ya kuchonga, usiisujudie wala kuitumikia. Hizo ni amri za Mwenyezi Mungu kabisa. Nisomea kitabu ya Kutoka 20 anza mstari wa 3. Amri za Mungu, soma tusikie. Safi. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Mungu akasema, muumba mbingu na nchi, akasema usiwe na miungu mingine ila yeye. Endelea kusoma. Usijifanyie sanamu ya kuchonga, wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini duniani,
chini ya dunia, usivijisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu ni Mungu mwenye wivu, nawapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4, hata kizazi cha 3 na cha 4. Hiyo ni amri ya pili ya Mwenyezi Mungu ambayo inasema usijifanyie sanamu ya kuchonga, usitumikie wala kushuhudia. Hiyo ni amri ya ngapi? Ya pili. Amri ya 3 ya Mungu inasemaje? Soma ya 3. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Unajua kutaja jina la Bwana Mungu wako si ati utembee hivi. Ukienda ukijikwaa hivi kwa mawe useme kai. Huko siko kutaja jina la Mungu bure. Hapana. Huko ni kumlilia Mungu. Huko ni kumlilia Mungu. Akusaidie kwa hiyo hali yenye huko. Kabisa. Kutaja jina la Mungu bure ndio ni kuongea kinyume na sheria yake. Kabisa. Kuongea kinyume na sheria yake. Kuongea kinyume na hiyo neno ya Mwenyezi Mungu. Ya Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio kulitaja bure. Ndio. Kusema Mungu amekuambia na si Mungu amekuambia. Ndio. Kusema Mungu amenionyesha na si Mungu amekuonyesha. Hiyo ndio kutaja jina la Mungu bure. Ndio. Tuko pamoja? Kabisa. Unasikia? Kwa kuwa jina la shetani, jina la nani? Shetani. Anaitwa mpinga sheria. Mpinga sheria. Shetani jina lake huwa anaitwa mpinga sheria. Nayo jina la Mungu ni sheria yake. Mungu anajulikana kwa sheria yake. Ndio. Mungu muumba mbingu na nchi anajulikana kwa amri zake. Hiyo sheria yake. Kabisa. Hebu sikia. Na hiyo sheria ndio inaitwa Torati. Ndio. Wakati Yesu alipokuja hapa duniani, ndio aliongeaje kuhusu hiyo Torati, hiyo sheria ya Mungu? Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Mathayo 5:17. Alisema inaweza ondoka. Alisema inaweza isha. Sheria ya Mungu ambayo ndio Torati. Yesu alisemaje? Mathayo 5:17. Msidhani ya kuwa nilikuja kutangua Torati au manabii. Yesu alisema msidhani. Ati msifanyaje? Msidhani. Yani do not think that I came to abolish the law. Hiyo ni Yesu alisema. Msidhani kwamba alikuja kutangua sheria ndio Torati. Hakuja kutangua, alikuja kufanyaje? La. Si kuja kutangua. Yesu anasema hakuja kutangua, yani kuondoa, bali kutimiliza. Alikuja kutimiliza. Kwa hivyo ukisikia mtu akisema Yesu aliondoa sheria, anaongea kinyume na Yesu. Kwa kuwa Yesu anasema hakuja kuondoa, kutangua, alikuja kutimiliza. Yesu hakuondoa. Mungu alikuwa amesema usiibe. Hiyo Yesu hakuiondoa. Ndio inaitwa sheria. Kabisa. Ndio inaitwa amri za Mungu. Kabisa. Mungu alikuwa amesema waheshimu baba na mama yako. Ndio. Hiyo Yesu hakuondoa. Ndio. Hakutagua hiyo. Ndio. Endelea kusoma tusikie. Kwa maana amini nawaambia, Yesu akasema amini nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka. Yani akaweka kitu ya kushuhudia kwamba hiyo sheria ya Mungu bado iko. Kenya aliweka ni nini? Tunasoma Yesu. Uwe mwanafunzi wa Yesu, usiwe mwanafunzi wetu. Kenya tunasoma Yesu anasema fuata hicho. Mathayo 5:17 endelea. Nasema hivi. Inasemaje? Kwa maana amini nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka. Yesu akasema mpaka mbingu na nchi zitakapofanya nini? Ondoka. Sasa hiyo Yesu ndiye aliweka. Unaona mbingu iko? Ndio. Si unaiona? Kabisa. Imeondoka. Bado. Unaona nchi iko? Ndio. Unaiona? Ndio. Imeondoka. Bado. Hiyo Yesu aliweka kama beacon. Kabisa. Yani kitu ya kushuhudia aje. Endelea kusoma. Nasema hivi. Yodi moja wala nukta moja ya Torati, wala nukta moja ya Torati ya sheria haitaondoka hata yote yatimie. Haitaondoka
hata yote yafanyaje? Hata yote yatimie. Kwa hivyo kile Mungu alisema usifanye katika sheria, Yesu anasema hakitaondoka hata yote yatimie. Hata yote yatimie. Lazima ukitimize. Huyo ni Yesu aliongea hivyo, sio sisi. Endelea kusema tusikie. Nasema hivi. Basi mtu yeyote, Yesu akasema basi mtu yeyote atakayevunja amri moja katika hizi zilizo dogo, atakayevunja amri, ni Yesu anasema mtu yeyote atakayevunja amri moja katika hizi zilizo dogo. Unaona hata hiyo amri ya Mungu yenye unasikiaga ikitaja sheria ya Mungu unasikia kama ni by the way. Ndio. Hata hiyo yenye ni dogo, hiyo by the way. Ndio Yesu anasema mtu yeyote atakayevunja amri moja kati ya hizi zilizo dogo na kufundisha watu hivyo, na afundishaye watu kuwa wakivunja hiyo sheria, ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni. Huyo ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa wapi? Katika ufalme wa mbinguni. Na kuitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni ni kuondolewa kabisa, ni kuondolewa, ya kudunishwa. Endelea kusoma tusikie, mwenye atatenda hiyo amri, hata hiyo amri iliyo dogo na ifundishage, huyo naye ataitwa nani katika ufalme wa Mungu? Bali mtu atakayezitenda na kuzifundisha. Yesu akasema bali mtu atakayetenda amri iliyo dogo na aifundishage hiyo amri, huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Huyo ataitwa mkubwa wapi? Katika ufalme wa mbinguni. Mwenye atatenda amri iliyo dogo, hata amri iliyo dogo na kuifundishaga, huyo ndiye anaitwa mkubwa wapi? Katika ufalme wa mbinguni. Hiyo ni Yesu mwana wa Mungu alisema. Kwa hivyo kama unataka kuwa katika ufalme wa Mungu, ndio lazima utende sheria kabisa. Lazima utimize amri za Mungu. Ndio. Na hiyo ndio kumpenda Mungu. Ndio. Luka 16 mstari wa 17. Yesu mwenyewe aliendelea kuongea akasema maneno kama haya. Yaani ndio sheria. Luka 16 mstari wa 17. Soma tusikie. Lakini ni vyepesi zaidi mbingu na nchi zitoweke. Yesu akasema lakini ni vyepesi zaidi mbingu na nchi zifanyaje? Vitoweke. Kuliko itanguke nukta moja ya torati. Kuliko itanguke nukta moja ya torati. Torati ndio sheria. Kuliko itanguke nukta moja ya sheria. Yesu anasema ni vyepesi mbingu na nchi vitoweke. Unajua neno la sheria ndio limefanya hiyo mbingu na nchi zikawa. Ndio. Si Mungu alitumia neno kuumba kabisa na kuwe. Ndio. Na kuwe kabisa. Kwa hivyo hiyo neno na kuwe ndio amri ya Mungu, ndio sheria ya Mungu kabisa, ndio torati ya Mungu. Ndio. Sasa wakati ambapo unasikia Yesu akisema ni vyepesi mbingu na nchi ziondoke, ndio, kuliko nukta moja ya sheria iondoke, ndio, ni kwa sababu hiyo nukta ya sheria ndio imefanya hiyo mbingu na nchi ikawa. Sasa wakati unasema sheria iliisha ya Mungu, ndio, hatuko chini ya sheria iliisha, ndio, ni kusema unasema hakuna mbingu na nchi kabisa. Kwa sababu kama mbingu na nchi ziko, ndio, bado sheria ya Mungu iko. Na ndio Yesu anasema ni vyepesi zaidi mbingu na nchi vitoweke kuliko nukta moja ya torati iondoke. Na kujua Mungu ni kufanya amri zake. Kujua Mungu ni aje? Kwa sababu kujua Mungu si kusema mimi namjua Mungu, mimi namjua Mungu. Hapana. Nini ambacho unapaswa kutenda ili ujue unamjua Mungu? Nini ambacho unapaswa kuona mtu akikitenda ili ujue anajua Mungu? Kama akitendagi hamjui Mungu. Waraka wa kwanza wa Yohana 2 mstari wa 3 na wa 4. Soma tusikie. Na katika hili tunajua ya kuwa tumemjua yeye. Na katika hili tunajua ya kuwa tumemjua Mungu. Ikiwa tunashika amri zake. Ikiwa tunazishika nini? Amri zake. Kwa hivyo ikiwa tunashika amri za Mungu, tunamjua nani? Tumemjua Mungu. Na mwenye anasema amri ziliisha, hamjui. Huyo hamjui nani? Hamjui Mungu. Mwenye anasema hatuko chini ya amri, hamjui Mungu. Kwa kuwa kujua Mungu ni kushika nini? Ni kushika amri zake. Yeye asemaye
nimemjua, najua Mungu, wala ashiki amri zake, na ashikagi amri zake, ni mwongo, huyo ni muongo, wala kweli haimo ndani yake. Wala kweli haimo ndani ya nani? Haimo ndani yake. Kwa sababu kujua Mungu ni kushika amri zake. Na sasa kila leo kimeendelea katika ulimwengu tulioko ni uasi wa sheria ya Mungu umekuwa mwingi kabisa. Uasi wa sheria ya nani? Ya Mungu. Isaia 24 mstari wa 5 na 6. Isaia 24 mstari wa 5 na 6. Soma tusikie. Watu kukataa sheria ya Mungu wamefanya hata dunia ikawa katika uasi. Wamefanya hata dunia ikawa katika laana. Soma tusikie. Tena dunia imetiwa unajisi kwa watu Tena dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa. Kwa hivyo watu wanaoikaa dunia wametia dunia unajisi. Kwa nini? Kwa maana wameziasi sheria. Kwa maana wameziasi nini? Sheria. Kwa hivyo watu wanaoikaa dunia kwa kuasi sheria wametia dunia unajisi. Soma tusikie. Wamebadili amri, wamebadili amri ya Mungu, wamelivunja agano la milele. Na hizo amri za Mungu ndio agano la milele. Kwa hivyo wametia dunia kwa kuibadili, kuikataa agano la Mungu, amri za Mungu, na ndio sheria ya Mungu, ambayo ndio agano la milele kabisa. Hebu sikia hapa. Hivi hata hii dunia Mwenyezi Mungu ili atuondolee majaga ndio na maovu ndio na atuondolee magonjwa, lazima tutii Mwenyezi Mungu. Ndio. Pasipo kutii Mwenyezi Mungu ndio tutaishi kwa laana kabisa. Tutaishi kwa mashida. Hebu sikiliza. Soma msomaji. Mstari wake wa 6. Ndio sababu laana imeila dunia hii. Na hao wanaoikaa wameonekana kuwa na hatia. Wanaoikaa wameiasi sheria ya Mungu, na hivyo basi wameonekana kuwa na hatia. Na ndiyo maana Mungu huwa anatuma wajumbe ili waje wafahamisha watu tulipaswa kufanyaga hivi, si hivi. Ndio. Kwa hivyo tunapaswa kuwa tukishika amri za Mungu, sheria ya Mungu, si kusema iliisha. Msomaji kabisa, ningependa unisomee. Na mwenye huwa anashika amri, huyo ndiye atapendwa na Mungu na atapendwa na Yesu. Somea Injili ya Yohana 14. Injili ya Yohana 14 mstari wa 21. Mwenye huwa anashika amri za Mungu, huyo ndiye Mungu anapenda, na pia Yesu anampenda. Yesu mwana wa Mungu anampenda. Na ukishashika amri za Mungu, Mungu na mwanae watakuja kukaa pamoja na wewe. Hebu soma tusikie. Na watakupenda pia. Nasema hivi. Inasemaje? Yeye aliye na amri zangu, yeye aliye na amri za Mungu na kuzishika, na huwa anazishika, yeye ndiye anayenipenda. Yesu alisema yeye ndiye anayenipenda. Naye anipendaye atapendwa na Baba yangu. Na kupenda Yesu ni kushika amri zake. Kwa hivyo mwenye huwa anashika amri za Yesu, huyo atapendwa na Mungu, na pia Yesu atampenda. Alafu nini itaendelea? Nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Na yeye Yesu ambaye ndiye neno la Mungu atakuwa akijidhihirisha kwake. Hiyo ndio Yesu alifundisha. Ndio. Na Yesu akasema kunao watu huabudu, na ni kweli huwa wanamwabudu, wanaomba, lakini huwa wanaabudu bure.
kwa sababu huwa wanaacha amri ya Mungu na wanaanza kushika mapokeo ya wanadamu, doctrines za wanadamu. Watu wanakataa amri za Mungu, wanaanza kufuata mapokeo ya wanadamu. Hiyo Yesu alisema Marko 7 mstari wa 7. Soma tusikie. Nao ni abudu bure. Yesu akasema kuna watu wanaoabudu. Yes, ni kweli. Huwa wanaabudu. Wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Rudia. Nao ni abudu bure. Yesu alisema yes, huwa wanaabudu, lakini huwa wanaabudu bure. Kwa nini? Wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kwa sababu huwa wanafundisha maagizo yaliyo mafundisho ya wanadamu, doctrines za watu, doctrines za kanisa, doctrines za msikiti, doctrines ya kikundi kabisa, doctrine ya pastor yetu, doctrine ya shehe yetu. Endelea kusoma tusikie. Nasema hivi, ninyi mwacha amri ya Mungu. Watu wanaacha amri za Mungu. Ninyi mwacha amri ya Mungu. Watu wanaacha amri za Muumba na kuyashika mapokeo ya wanadamu. Wanashika mapokeo ya nini? Ya wanadamu. Kwa sababu badala mtu aseme amri ya Mungu imesema, anasemaga pastor yetu anasemaga. Mtu badala asema Mungu, amri ya Mungu imesema, ndio anasemaga kanisa yetu inasemanga. Mtu badala aseme amri ya Mungu imesema, ndio anakataa amri ya Mungu, anasema iliisha, ndio iliondoka, hatuko chini ya amri sisi. Anaanza kufundisha mapokeo ya pasta yao, ya kanisa yao, ya msikiti yao. Ndio Marko 7 mstari wa 7. Rudia tena. Nasema hivi, nao ni abudu bure. Huwa wanaabudu bure. Yesu ndiye anasema, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Ndio. Ninyi mwacha amri za Mungu. Ninyi mwacha amri za Mungu na kuyashika mapokeo ya wanadamu. Watu wanaacha amri ya Mungu, wanaanza kushika mapokeo ya wanadamu. Hiyo Yesu alisema. Hebu sikiliza. Na ndio maana Yesu akasema Mathayo 7 mstari wa 22, msomaji. Yesu akasema wakati ya kiyama ikifika, Yesu anapofunuliwa neno la Mungu, wakati atakuwa akifunuliwa katika ulimwengu, Yesu mara ujio wa pili wa Yesu, kufunuliwa kwake, kuna watu watatupwa nje ya lango. Kwa nini? Kwa sababu huwa hawafanyi mapenzi ya Mungu, huwa hashiki amri za Mungu, huwa hawafanyi sheria ya Mungu. Mathayo 7 mstari wa 22. Sikiliza. Wengi wataniambia siku ile. Yesu akasema wengi watamwambia siku hiyo, Bwana, 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 hatukufanya unabii kwa jina lako. Watasema hatukufanya unabii kwa jina lako Yesu. Tulikuwa tunasema na kutabiria kwa jina lako Yesu. Na kwa jina lako kutoa pepo. Watauliza Yesu, na kwa jina lako si tulitoa pepo? Na kwa jina lako kufanya miujiza mingi. Watamwambia Yesu, na kwa jina lako Yesu si tulifanya miujiza nyingi? Ndipo nitawaambia dhahiri. Lakini Yesu anasema atawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe. Sikuwajua ninyi kamwe. Sikuwajua ninyi kamwe. Safi. Ondokeni kwangu, ninyi mtendao maovu. Kwa hivyo inawezekana huo unatoa mapepo kwa jina la Yesu. Kwa hivyo iko na uwezekano huo unatabiria watu kwa jina la Yesu. Ndio. Kwa hivyo iko na uwezekano huo unafanya hata miujiza kwa jina la Yesu. Ndio. Lakini mwisho wa wakati Yesu anakutoa nje kabisa, kwa sababu haukutenda ndio kile ambacho ni mapenzi ya Mungu. Ndio. Hata kama ulitoa pepo kwa jina lake. Ndio. Hiyo si ni Yesu ameongea hivyo? Hiyo ni Yesu. Kwanza anaita dhambi. Ati nyinyi mtandao nini? Maovu. Soma tusikie 22. Nasema hivi. Safi. Wengi wataniambia siku ile. Wengi watamwambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako. Safi. Na kwa jina lako kutoa pepo. Ndio. Na kwa jina lako kufanya miujiza mingi. Ndio. Ndipo nitawaambia dhahiri. Ndipo Yesu atawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe. Safi. Ondokeni kwangu ninyi
ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Kwa hivyo mwisho ukifika, Yesu akiongea akifundisha, ni imani yako itaangaliwa ama ni matendo? Matendo. Kwa sababu katika matendo hicho ndicho Yesu anaongea kabisa. Na matendo mema hutokana na kutii sheria ya Mungu. Ndio. Matendo mema hutokana na kutii injili ya Yesu kabisa. Kenya Yesu alifundisha. Matendo mabaya hutokana na kuasi sheria ya Mwenyezi Mungu. Sheria ya Mwenyezi Mungu. Kama wewe ni mwizi, si uko na matendo mabaya? Ndio. Si umevunja amri? Ndio. Kama wewe si mwizi, si uko na matendo mema kwa sababu unatii amri? Ndio. Hebu sikiliza. Ndio maana tunapaza sauti tukuambie kwamba mtu ajichukuze, usiwe unafanya kazi ya bure ukidhani ni muumba unatumikia. Ndio. Hiyo ndio imefanya tukapaza sauti, na tutaendelea kuongea na tukipaza sauti ili mtu ajichukuze, usiwe unafanya kazi ya kazi ya bure. Kwa sababu pasipo kutenda amri za Mungu, ndio, hata wewe ni mhubiri, ndio, hata wewe ni shehe, ndio, unafanya kazi ya bure kabisa. Hata wewe ni mzee, ndio, ni chairman, ndio, wewe unafanya kazi ya bure kama ufanyagi mapenzi ya Mungu. Ndio, yaani amri za Mungu. Sikiliza. Ndio maana nitaimba wimbo ili nikujulisha hivyo. Nimbe wimbo ufikie watu werevu na wapenda kusikia, wale wachukia kufanya kazi ya bure. Niseme mtu achunguze kazi yake vyema, usiwe wafanya kazi ya bure ukidhani ni muumba watumikia. Utafanya jenu utakapojua, utafanya jeda utakapojua kuwa kazi yote umeishi kuifanya ni ya bure kabisa na haina faida. Utajisi jena umejitolea, jihadhari usipoteze utumishi. Nani upenda kufanya kazi ya bure? Wengine mzinga nao sifikiria, ila kuna watu nimeona wakifanya kazi mbaya ya bure bila kujua. Ndipo napaza sauti wasikie, mtu ajijue kabla ya muda kuisha. Utafanya jendo utakapojua, utafanya jeda utakapojua kuwa kazi yote umeishi kuifanya ni ya bure kabisa na haina faida. Utajisi jena umejitolea, jihadhari usipoteze utumishi. Jihadhari usipoteze utumishi. Sikia. Kimhubiri stadi wa kufunzana, akihubiri utadhani ulala mbinguni. Shida ni eti ni mafundisho ya vipi ya kuambia watu sheria ilikwisha. Eti sasa tuko msimu ya neema, ukajua huyo ni kazi ya bure afanya. Utafanya jendo utakapojua, utafanya jeda utakapojua kuwa kazi yote umeishi kuifanya ni ya bure kabisa na haina faida. Utajisi jena umejitolea, jihadhari usipoteze utumishi. Ni muimbaji eti ni wa kusifu Muumba, akiongoza wimbo sauti yapendeza, na kuandika
Hakika sio mchezo au mshindi, kumbe uimba za kumtusi Muumba. Akidhani ni Muumba anatumikia, na upeleka watu wa Muumba jehanamu. Utafanyaje ndugu utakapojua? Utafanyaje dada utakapojua kuwa kazi yote umeishi kuifanya ni ya bure kabisa na haina faida? Utajihisi jena umejitolea. Jihadhari usipoteze utumishi. Msichana ulikataa kuolewa, ukiuliza unasema ulielekea Bwana. Sikia. Msichana huyu ulikataa kuolewa, ukiulizwa wasema uliolekea Bwana. Nani alisema Bwana huwa anaoa? Tafuta mtu olewe, kuzeeka kusije. Waacha kusema wafanya kazi ya Muumba, nenda kaolewe, hata kuzaa ni utumishi. Utafanyaje ndugu utakapojua? Utafanyaje dada utakapojua kuwa kazi yote umeishi kuifanya ni ya bure kabisa na haina faida? Utajihisi jena umejitolea. Jihadhari usipoteze utumishi. Ndio. Sheria ilikwisha, ukaulizwa uoneshe deli washipa. Umtaje nabii huyo na mhubiri, hao ndio watumishi wa Ibilisi, wapelekao watu wa Muumba jehanamu. Utafanyaje ndugu utakapojua? Utafanyaje dada utakapojua kuwa kazi yote umeishi kuifanya ni ya bure kabisa na haina faida? Utajihisi jena umejitolea. Jihadhari usipoteze utumishi. Ndio. Na kazi za watu zitakapojaribiwa, kuna watu watalia. Sikia. Na kazi watu zitakapojaribiwa, kuna watalia wavunjike moyo. Na sio wengine, ni hao hujifanya wajuaji, na wajanja hao wapendi kusikia. Mimi mjinga tu habadili mtazamo, mwenye hekima na tazame mbele. Utafanyaje ndugu utakapojua? Utafanyaje dada utakapojua kuwa kazi yote umeishi kuifanya ni ya bure kabisa na haina faida? Utajihisi jena umejitolea. Jihadhari usipoteze utumishi. Sikia. Ufalme wa Mwenyezi Mungu unakaribia. Ufalme wa Mwenyezi Mungu unakaribia. Nisomee kitabu ya Mathayo 3, anza mstari wa kwanza. Aliondokea mtu alikuwa akiitwa Yohana Mbatizaji, na aliambia watu kwamba, alihubiri akiambia watu kwamba ufalme umekaribia, watubu dhambi zao. Hivyo hivyo tu ndivyo hata sisi tunakutangazia, tubuni dhambi zenu, ufalme wa Mungu umekaribia. Na dhambi ni uasi wa sheria. Wewe ambaye ni mwizi, ndio, wacha wizi na utubu dhambi yako. Ndio. Wewe ambaye ni kahaba, wacha ukahaba, tubu hiyo dhambi yako na urejelee kutenda amri ya Mwenyezi Mungu. Wewe ambaye huwa unaabudu sanamu, ndio, huwa unasujudia na kuiabudu, ndio, Mungu amekataza kabisa. Tubu dhambi yako, ndio, na urejee kutenda yaliyo halali.
Ndio. Na ya kweli na haki. Ushike amri za Mwenyezi Mungu. Kabisa. Wewe ambaye uheshimu baba na mama yako. Ndio. Hiyo ni kuvunja amri ya Mwenyezi Mungu. Ndio. Unapaswa kuheshimu baba na mama yako. Baba na mama yako. Unapaswa kuangalia hawa wazazi wako. Ndio. Ni amri ya 5 ya Mwenyezi Mungu. Ndio. Tubu dhambi ambayo umekuwa ukifanya. Ndio. Ya kuasi hiyo amri. Ndio. Na uweze kutenda yaliyo halali. Ndio. Na ya kweli. Ndio. Kushika amri za Mwenyezi Mungu. Ya Mwenyezi Mungu. Mathayo 3. Anza mstari wa kwanza. Siku zile aliondoka Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyikani. Siku ile aliondoka Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyikani ya Wayahudi na kusema. Alisemaje? Tubuni, tubuni, tubuni. Safi. Kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Tubuni. Kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Sikiliza. Na ufalme wa Mungu kabisa ni kufanya mapenzi yake. Ufalme wa Mungu ni kushika sheria yake. Na hiyo ndio ambayo Yesu alifundisha kwamba watu wakuwa wakiomba huo ufalme uje. Mathayo 6 mstari wa 9. Soma tusikie. Mathayo 6 mstari wa 9. Nasema hivi. Inasemaje? Mathayo 6 mstari wa 9. Mstari wa 9. Soma tusikie. Basi ninyi salini hivi. Yesu akasema muwe mnaomba hivi. Aje? Baba yetu aliye mbinguni. Baba yetu aliye mbinguni. Jina lako litukuzwe. Jina lako litukuzwe. Mapenzi yako yatimizwe. Soma vizuri msomaji. Baba yetu aliye mbinguni. Baba yetu aliye mbinguni. Jina lako litukuzwe. Safi. Ufalme wako uje. Ufalme wako ufanyaje? Uje. Yesu alifundisha watu wawe wakisali kwamba ufalme wa Mwenyezi Mungu ufanya nini? Uje. Kwa hivyo ufalme wa Mungu ndio utakuja. Huo ufalme wa Mungu ndio nini ambao tunakuambia ufalme wa Mungu umekaribia. Soma tusikie. Endelea kusoma. Nasema hivi. Safi. Mapenzi yako yatimizwe. Ufalme wa Mungu ni mapenzi ya Mungu yatimizwe. Hapa duniani kama huko mbinguni. Hapa duniani kama wapi? Kama huko mbinguni. Mbinguni kuna mwizi? Hapana. Hapa duniani mwizi aondolewe. Mbinguni kuna uasherati? Hapana. Hapa duniani uasherati na waasherati waondolewe. Mbinguni huwa kuna abudu Mungu mwingine? Hapana. Ila yeye aliyeumba? Hapana. Hapa duniani Mungu atumikiwe mmoja aliyeumba. Hiyo ndio ufalme wa Mungu kabisa. Na wale ambao wataondolewa katika hii dunia ni wale watenda maovu, ni wale watenda mabaya, na ndio waasi sheria ya Mungu. Kwa hivyo kama unataka kuwa katika ufalme wa Mungu, anza kutendanga sheria ya Mungu. Zaburi 37 anza mstari wa 9. Watenda mabaya, waovu ndio watakaoondolewa katika hii ulimwengu. Wacha tusome. Zaburi 37 anza mstari wa 9. Maana watendao mabaya wataharibiwa. Maana watenda mabaya wataharibiwa. Bali wamngojea Mungu ndio watakaoirithi nchi. Bali wamngojea nani? Mungu. Wenye wanamngojea Mungu watarithi wapi? Nchi. Watarithi nchi. Soma tusikie. Nasema hivi. Maana watenda mabaya. Safi. Wataharibiwa. Ndio. Bali wamngojea Mungu. Bali wamngojea Mungu ndio watakaoirithi nchi. Watarithi nchi. Soma tusikie. Maana bado kitambo kidogo. Asiye haki hata kuwapo. Asiye haki hata fanya nini? Hata kuwapo. Mwenye ambaye hana haki ndiye hata kuwapo katika hii dunia. Endelea kusoma. Utapangalia mahali pake wala hata kuwapo. Utaangalia huyo mtu penye alikuwaga umukose. Soma tusikie. Bali wenye upole watarithi nchi. Bali wenye upole watarithi nini? Watarithi nchi. Hiyo ni Mungu aliongea hivyo kupitia kinywa cha Daudi. Watajifurahisha kwa wingi wa amani. Watajifurahisha kwa wingi wa amani wakirithi nchi. Kabisa. Hebu sikia. Mathayo 5 mstari wa 5. Yesu alirudia haya maneno ya wenye upole watarithi nchi.
Mathayo 5 mstari wa 5. Heri wenye upole. Yesu akasema heri wenye upole, maana hao watarithi nchi. Maana hao watarithi nchi. Unajua kuwa mpole si apigwe unanyamaza hivi, tumetulia hivi. Ndio. Ati wewe hauongeagi, haunaga mambo forte. Hapana. Kuwa mpole si hiyo ya kunyamaza hivi, tuongeagi sana. Ndio. Kuwa mpole ni kuwa ukitii amri ya Mwenyezi Mungu. Ya Mwenyezi Mungu. Ni wenye wanafanyanga mapenzi ya Mungu. Mathayo 7 mstari wa 21 msomaji. Mathayo 7 mstari wake 21. Wenye wanafanyanga mapenzi ya Mungu ndio watakaoingia katika ufalme huo wa mbinguni, ufalme wa Mungu. Si kila mtu aniambie Bwana, Bwana. Yesu akasema si kila mtu amuitaye Yesu Yesu atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Mwenye anafanyanga mapenzi ya Mungu ni mwenye anashikanga amri za Mungu, huaga asi sheria ya Mwenyezi Mungu, sheria ya Mwenyezi Mungu. Ukitaka kuingia katika uzima wa milele, Yesu alifundisha kwamba utendage amri, ufanyage mapenzi ya Mungu. Hiyo ndio mafundisho Yesu alifundisha. Ndio. Na hapa hakuna ati mafundisho mengine imekuja mpya kabisa. Ni hiyo tu. Ni kufanya amri ya Mungu. Hivyo ndivyo Yeshua alifundisha. Hebu sikiliza. Kuna mtu alienda kwa Yeshua akamuuliza, nifanyeje nipate uzima wa milele? Yeshua akamwambia, kama ataka uzima, aisha kizitunza amri za Muumba. Ni amri, ishi kuzitunza amri. Ukitaka uzima, ishi kuzitunza amri. Si kuamini na kukiri Yesu ndiye Bwana, ni kufanya mapenzi ya Baba wa mbinguni. Muumba asema, nikimwambia mtu muasi ageuke na kuachana maovu yake, anisikie na anze kuyafuata maagizo yangu, hata kufa ataishi milele. Ni amri, ishi kuzitunza amri. Ukitaka uzima, ishi kuzitunza amri. Si kuamini na kukiri Yesu ndiye Bwana, ni kufanya mapenzi ya Baba wa mbinguni. Kuzitenda amri za Muumba ndiko wenzangu, hutufanya tujulikane twamjua Muumba. Asemaye anamjua na hazitendi ni uongo, na shetani ndiye babake. Ni amri, ishi kuzitunza amri. Ukitaka uzima, ishi kuzitunza amri. Si kuamini na kukiri Yesu ndiye Bwana, ni kufanya mapenzi ya Baba wa mbinguni. Kuna watu husema hakuna wezaye kuzitunza sheria za Muumba, eti ni nzito, hautimizwi na aliye na mwili na damu. Yashangaza, kwani mtu atati akiwa vipi? Amri, ishi kuzitunza amri. Ukitaka uzima, ishi kuzitunza amri. Si kuamini na kukiri Yesu ndiye Bwana, ni kufanya mapenzi ya Baba wa mbinguni. Kufanya hivyo tu, kutii amri za Mungu na kuzitendanga. Sikia. Muumba sema, kusiwe wa kujaribu kusema neno alilopeana ni nzito, kwa kuwa asemaye neno lake ni nzito, litamutawanya pamoja na watu wake. Ni amri, ishi kuzitunza amri. Ukitaka uzima, ishi kuzitunza amri. Si kuamini na kukiri Yesu ndiye Bwana, ni kufanya mapenzi ya Baba wa mbinguni. Wengi husema kuwa wamwamini Muumba, ukiwatizama wanashindwa na mashetani, kwa kuwa nazo za mwamini na kutetemeka. Shika neno, imani
ishi kuzitunza amri. Sikuamini na kukiri Yesu ndiye Bwana, ni kufanya mapenzi ya Baba wa mbinguni. Yeah, yeah, yeah. Nisomea kitabu ya Danieli 3 mstari wa 21. Kwa nini tumevalia hivi na nimejifunga vile nimejifunga kwa kichwa na mimi sio Muislamu? Danieli 3 mstari wa 21. Sio Waislamu huwa walikuwa wanavalia hivi. Basi watu hao wakafungwa. Mtu yeyote ambaye ako chini ya sheria ya Mungu huwa anafuata kile Mungu ameagiza na anafundisha sheria ya Mungu, amri za Mungu. Anapaswa kuwa amefunika nywele ya kichwa chake wakati anapofunza. Kabisa. Injili ya wasio yuko chini ya sheria, ndio. We are not under the law. Ndio Huwa wanafunua nywele ya kichwa chao wanapofundisha. Lakini if you are out, wewe unafuata au jitawali, Mungu anakuambia fanya hivi, ndio usifanye hivi, ndio pita hii njia, pita hivi. Kabisa. Huo unafunika nywele. Ndio. Na maana yake inakuwa katika sheria ya Mungu. Ndio. Haya maneno unasema si yako. Kabisa. Ni ya Mungu. Kwa hivyo ndio maana wakati ambapo tuna